Kulikuwa na kijana aitwaye Jay. Siku zote alikuwa mtu wa kawaida, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa, uliojaa mapenzi na ndoto za kishujaa. Jay alikuwa na tabia ya kucheka kwa urahisi, na kila mara alijaribu kupeleka furaha kwa kila mtu aliozunguka. Siku moja ya asubuhi yenye jua la dhahabu, Jay alifika shuleni akiwa na hisia za kawaida. Lakini macho yake yalipokutana na Lila, msichana wa kipekee, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Lila alikuwa mzuri kwa namna ambayo haikuweza kufafanuliwa kwa maneno. Nywele zake zilikuwa kama wimbi laini la giza, macho yake yalikuwa na mwanga wa siri, na tabasamu lake lilikuwa kama jua linapochomoza. Wakati walipokutana, ilionekana kama dunia yote ilisimama kwa sekunde chache. Hapo Jay alijua hakutaka kumpoteza Lila. Kati ya furaha na hisia. Kila siku walikaa pamoja shuleni. Walicheka, walicheza, na ndoto zao za maisha zikaanza kuunganika. Lila alikuwa kila kitu kwa Jay: rafiki, faraja, na ndoto yake ya mapenzi ya kweli. Walipokuwa pamoja, Jay alihisi kama yeye ndiye mtu wa kipekee kwenye dunia. Alijua moyo wake ulikuwa umemchagua Lila zaidi ya chochote. Shida inapoanza. Lakini siku moja wakati Jay alipokuwa akitazama Lila akiongea na mvulana mwingine, moyo wake ukaanza kuuma. Hakupata nguvu ya kumuuliza chochote. Kwa mara ya kwanza hakuwa na uhakika wa mahusiano yao. Usiku huo, akiwa na hofu na mshangao, Jay alimtumia ujumbe. Je, bado unanijali? Lila alijibu mara moja, lakini kwa maneno yanayochanganya. Zaidi ya unavyodhani. Jay alihisi hisia changamano, furaha kidogo, hofu kubwa na shaka. Lakini hakujua kwamba kulikuwa na siri kubwa ambayo ingeweza kubadilisha kila kitu. Siri ya kushangaza. Siku kadhaa baadaye, Jay alipokea ujumbe usiotarajiwa kutoka kwa namba isiyojulikana. Usimwamini Lila. Moyo wake ukaanza kupiga kwa kasi. Ni nani alikuwa ametuma ujumbe huo? Na kwa nini? Je, mapenzi yake na Lila yalikuwa salama? Jay hakujua, lakini alijua kitu kimoja. Kila kitu kilikuwa kianza. Mwisho, cliffhanger. Usiku huo, Jay aliketi kando ya dirisha lake, akitazama jua likianguka nyuma ya milima. Kila pepo lililopita lilikuwa na hadithi yake. Kila sauti ya baridi ikamkumbusha ujumbe wa siri. Na akajiuliza, je, Lila ni kweli yupo naye? Au kuna kitu kinachonificha? Itaendelea.